Bwana, inakwaje wazito? Welcome to the weekly updates show kama kawaida. My name is Becca Smasha. Yani leo tunakupatia what's been trending, what's been popping in the 254 in East Africa, in Africa na in the world kwa jumla. Manze, if you're new to this channel, don't forget to hit that subscribe button. Alafu tunifanya itakuwa kubwa kama kawaida. So tukianza, bwana, tuanzie wapi? Hebu let me confirm tuanzie wapi? Yani story ni mingi, story ni kibeo sana. But tukianza kwa kuanzia pale, tunaanzia kwa Mr. Vybz Kartel mwenyewe. Bwana, Vybz Kartel anatarajiwa kuperform Kenya tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka huu 2029. Moja kali, moja nzito, Vybz Kartel mwenyewe. Watu wengi ambao walikuwa wanampenda Vybz Kartel back then in high school, walikuwa wanampenda sana Vybz Kartel. Ikifika time ya funky pale wakati wa entertainment, of course hauwezi toka bila kusikiza ngoma za Vybz Kartel. So Vybz Kartel will be in Kenya tarehe 8 mwezi wa 5 2026. So maybe I should pose a question on that. What do you expect from Vybz Kartel? As a Kenyan, what do you expect from Vybz Kartel? Alafu, apart from expecting a lot of things from Vybz Kartel, maybe I should ask this. Who would you like to, any artist mgani in short, mwenye ungetaka perform alongside Vybz Kartel? Kwa sababu the fact that now Vybz Kartel is coming to Kenya, a lot of brands would like to interact with Vybz Kartel. A lot of artists wanataka kukuja kufanya collab na Vybz Kartel, because you know, doing a collab with Vybz Kartel, hiyo nayo ni moja ya collab kubwa ambayo itakuwa imewahi kufanyika in the 254 right now. So ukiangalia hivi Vybz Kartel akikuja Kenya, ni msanii gani ambao ungetaka kumuona ana perform alongside Vybz Kartel? Tumeona Machaji na Manyonyo, Malcolm mwenyewe amesema ya kwamba Willy Pose perform alongside Vybz Kartel, kwa sababu tumeona kwamba Willy Paul hajakuwa katika hizi gigs makubwa, hizi big concerts, amekuwa akitengwa kidogo. Malcolm naona amesema kwamba maybe anaweza kuwa na beef, si beef really, but ni kama mapromoter wanamkazia Pose kidogo. So is it that Willy Paul, is he supposed to perform alongside Vybz Kartel? Yeah. But I'm trying to balance that Vybz Kartel base na hiyo ya letonani Pose mwenyewe. Moja kali, moja mwecheche. Hey, what's up Kenya? You know it's me, Vybz Kartel, and I'm represent for the entire Kenya. Hey, big up Nairobi and big up the whole Kenya. What the Sandaminos? I'm out. What we are going to do with bad man? Get them out. What we do with some Kenyan girls? Clean around. Oh. So, tukisonga mbele, bwana, mtoto Hadija Okonkwo mwenyewe, jamani, ameamua after kukaa kwa game for the longest time possible. Meja mwenyewe, Meja Genga, amekaa kwa game over 20 years in industry. He's set to release his first album called Mtoto wa Hadija. Bwana, Meja amekuwa akiachilia bangers after bangers. Yani kila ngoma ambayo amekuwa akitoa Meja ni hits. Hii ni ya mwisho. So he's set to release his first ever album by the name Mtoto wa Hadija. So akirelease ngoma hii album, of course, ana release tarehe 6 mwezi wa 3, kesho kutwa tu. Which artist are you expecting in this album? Hajatoa playlist though, but wewe una expect msanii gani ambaye Meja anafaa kumweka katika hii album? Of course, Meja katika kila ngoma ambayo anafanya, he normally kills the show, he normally kills the hit. Yani ngoma kama iko na Meja, tunaenda to that part ya Meja. Mimi nataka demo kwa na beats kwa West, sijui kwa unanielewa. So ukiangalia hivi hii album ya Meja, je, itamrudisha Meja completely katika industry,
ama ni vipi? But recently tumeona most of the artists right now hawajakuwa active sana, hawajakuwa wakifanya ngoma. Hatujaona wakifanya ngoma. Tukizungumzia msanii kama Meja, tumeona alikuwa amenyamaza sana. Msanii kama Trio Mia tuliona juzi ametoa collab na Saru, lakini Trio pia alikuwa amenyamaza sana. Tukimzungumzia pia Khaligraph Jones mwenyewe, pia Khaligraph Jones alikuwa amezima kidogo. Tukitoka nje pale tukimzungumzia msanii kama anaitwa nani, Burna Boy hatujaona akitoa ngoma kwa sasa, lakini ni kama wanajipanga, ni kama wanataka kukuja na bangers. So what do you expect from this album ya Meja, mtoto wa Hadija mwenyewe? Wait, sikia. On a serious note, sitaki tukiingia mimi nabaki kwa moti. Unaelewa? Kwa sababu there's something. Sikia Foxy. Unajua kuna kitu lakini nataka aseme na mdomo yake. Aseme na mdomo yake. Iko ni alisema. Mdomo yake iko ni alisema. Ni alisema. Kwa sababu asiposema sema. Uko sure? Sema. So I am expecting, or we are expecting. Wait, Sema. Meja's album on the 6th of March. Yeah. 6th of March, guys. Mtoto Hadija. March 6. Sio. Mtoto wa Hadija. Mora. Tusonge mbele. Bwana, tukizungumzia bado tukibaki katika burdan. Kuna story ambayo imekuwa ikitrend, ikiwa imeongelewa sana in short. The story between Brooklyn Boys na Toxic Lyrically. So the truth is that kuna wasanii watatu ambao wamekuwa top on YouTube. Wa kwanza tukizungumzia ni Prince Indah mwenyewe, the king of Ohangla. Prince Indah amefanya vizuri hii February bana, amefanya ngoma kadhaa tumeona zikifanya vizuri, na he's the most streamed artist in Kenya from YouTube platforms, followed by Toxic Lyrically and followed by Brooklyn Boys. Bwana, tulikuwa tumezoea enzi zile, tulikuwa tunaona wasanii kama kina Otile Brown au walikuwa hawezi toka kwa chart of course. Yani kila mwezi msanii yuko hapo juu, tukizungumza tufanye ni Otile Brown yuko hapo juu. But right now we don't see Otile Brown. Where is Otile Brown, by the way? We used to see Otile Brown like yako hapo top notch throughout. But nowadays we don't see Otile Brown. What's going on bana? Where is Otile? Nitajaribu kufanya makala. Nitachambua, tamtafuta Otile. Afunguke aseme ni nini ambacho kinaendelea sasa. Kwa sababu tukiangalia hawa wasanii ambao wamebaki katika game, hata kama hawajaingia katika top 3, lakini tukizungumzia wasanii kama vile kina Willy Paul. Bwana Willy Paul amestick to the game bana. Willy Paul anaenda na chenye kiko. Sijaona Otile akifanya challenges na au recent TikTokers, the famous TikTokers kina Colo Blue, kina nani au but Willy Paul na kina Colo Blue same WhatsApp group. Na hawa jamaa ndio wanafanya muziki unaenda viral, muziki unaenda vizuri. But I don't know where is the problem. But shout out to Prince Indah, shout out to Toxic Lyrically, Mboka Doba. Shout out to Brooklyn Boys, kama kawaida. So jumping to our next story. Bwana, kuna 24 years old man mazi alimuua brother yake mwenye miaka 21. Kisa na maana ni gumboots. As Kenyans, where are we heading? Kuna mtu anaweza uawa just because of pesa, shamba. Gumboots. History linishtua, by the way. Yes, dig deep. But it's not giving bana. How can
Alafu sasa your brother killing him over a gumboots, viatu tu vya mvua. Hiyo nayo ya make sense. Tukisonga mbele na tukimalizia, bwana, there is this story ya Pastor Kanyari na Marion Naipei. Bwana, what's going on? What's really going on? Tumeona wakifanya vituko, tumeona wakifanya hizo mbwembwe zote, tumeona wakifanya, juzi tuliona wakiride kwa bodaboda wote. Sijui na Marion Naipei juzi kati kama 2 weeks ago ama 1 week ago alikuwa amefunguka akisema kwamba anatarajia mtoto na Pastor Kanyari. Buda. Lakini kiki inatafutwa kwa kila. Okay, maybe to some extent tunaweza iangalia kama kiki. Lakini pia to some extent inaweza kuwa ni reality. Kuna mada fulani alikuwa amemjibu hapa Pastor Kanyari ile. Mimi acha niangalie hapa kwa social media. Kuna mada alikuwa ameiongea mbaya kuhusu Pastor Kanyari. Anambia wewe unaachana na mtoto mzuri, unafuata kitu yenye hai make sense. Wapi ile post? Kuna kweli? Nitafuti hapa 2 3. Lakini Pastor Kanyari naye, Pastor Kanyari siatulie tu kwa kanisa. Mario naye anatuvalia vitu ambazo hazi make sense. Maverick Aoko alisema hivi unatokaje? Ishapotea tena. But I hope everyone knows who is Maverick Aoko. Una akianza kuongea anaongea tu kama Rigathi Gachagua. Maverick Aoko ni kama nishaipoteza mahali. Anyway, lakini Maverick Aoko alimwambia kwamba wewe unatokaje kwa mwanamke mrembo mpaka kwa Marion Naipei? How is it that? Natokaje yani? Ni mbaya. Ndio yeye anasema hivi, unatokaje kwa mrembo kama Betty Bayo hadi kufikia mtu ambaye hata anaonekana hajui kuoga. I was looking for that term. Hiyo ya hajui kuoga. Mambo yamekuwa serious. Anyway, that's what's been trending this week. Manze, this is weekly update show kama kawaida. My name is Bekas Masha. So manze, tupatane next episode, and don't forget to subscribe, like, share and comment, and we are out.